Historia si historia, ila kila mtu ana historia yake. Na hii mwezi imekuwa ni mwezi ambao umekuwa na mambo mengi, haswa mambo ya utamaduni. Na leo hii nimekuja tuangazie umuhimu wa utamaduni. Na leo hii niko na mshauri wa mambo ya utamaduni ambaye atakuwa akitueleza hii ni manufaa gani ambayo tunaweza kupata kutokana kwa utamaduni. Kwa kutanguliza jina, tueleze hii utamaduni ni nini haswa kulingana na wewe? Kwa majina ni David Godidia. Naweza sema utamaduni ni ule desturi ambao hutumika katika, tunasema kwa jina, kwa lugha ya Kimombo, tradition zetu, ili kueneza utamaduni huu kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Ni manufaa gani ambayo tunaweza kupata kutokana na ile utamaduni, haswa tukiangazia utamaduni kindani? Manufaa, tukianza na manufaa ya utamaduni, ya kwanza ni utangamano. Utamaduni huweza kutuleta pamoja, huleta umoja, huleta harmony, alafu tunakuja pamoja. Na haswa vijana wanafaa kuwa na mchango gani katika ili kuhakikisha kuwa tunaendeleza ile utamaduni? Naam, unajua vizuri vijana ndio viongozi wa kesho, au ndio watakuwa watu wanaotarajiwa kuendeleza utamaduni huo kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kwa hivyo wanafaa kudumisha na kuishikilia tamaduni zetu. So una maana kuwa vijana wanafaa kuifanya ile, tutasema kwa lugha ya Kimombo, ile practicing the culture of the past events. Yeah, sure. Wao ndio wanafaa kudumisha utamaduni ambao umeweza kuanzishwa na wazazi wetu, ulitangulizwa na mababu zetu. Kwa hivyo ni wao wanafaa kuendeleza mpaka kizazi chao jana. Na kulingana na wewe, wale wazee wanatupa mchango gani katika kutuhakikishia kwamba utamaduni ambao ulikuwepo bado utaendelea kuwa kwa kizazi ambacho kipo sasa hivi? Wazee wameweza kutuweka katika ule mstari wa kushikilia tamaduni zetu. Kwa mfano, kulikuwa na practices za kitambo ambazo huwezi enda kinyume nazo. For example, respect. Lazima kuwe na hiyo heshima ambayo uliweza kutangulizwa na wazazi wetu kulingana na tamaduni zetu. Na tamaduni inaweza kuchangia kivipi katika ile hali ya kuleta tabia nzuri katika kizazi kimoja hadi kingine, yaani kwa Kimombo good morals? Unajua wazazi wetu wao walilelewa katika hizo tamaduni zao, wakafunzwa hizo good morals. For example, kuna obedience, kuna respect, kuna self control. Hizo ni baadhi tu ya vitu ambavyo waliweza kufunzwa na yamekita mizizi katika tamaduni zetu, nasi tunafaa kuishikilia ili tuweze kuendeleza tamaduni zetu. Na kulingana na teknolojia ya sasa, ina mchango upi katika ile utamaduni? Teknolojia ya kisasa imeweza kuleta, tunasema, imeweza kuleta sifa chanya, sio hasi. Tunazungumzia sifa chanya. Kwa mfano, mtu ukiwa na simu yako unaweza kuingia kwenye mtandao, kama unataka kuona jinsi tamaduni zetu tofauti zinazoendelezwa, unaweza kuitumia tu simu, alafu unaipata kwenye mtandao. Naam.
na kulingana na teknolojia utaweza kupata kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo tunafanya kinyume na ambavyo watu wa hapo awali walikuwa wakifanya mambo yao. Teknolojia imeweza aje kubadilisha mienendo ya kizazi hiki? Imeweza kuleta hapo tunasema hasi. Kwa mfano mavazi. Unaweza pata mtu amevaa, tunasema kwa lugha ya kimombo, target. Imeweza kutobolewa huku ambazo ni kinyume na zile desturi na tamaduni zetu. Utaweza kupata kwamba kuna baadhi ya utamaduni ambao unaweza kuvutia sana na kutumika katika sanaa. Hivi utamaduni utachangia vipi katika kukuza sanaa ya kimuziki, kupatiana mawaidha, kuandika vitabu? Utamaduni unasaidia vipi kisanaa? Jambo la kwanza, tukizungumzia about these cultural events, unaona kukiwa na cultural event utaweza leta jamii tofauti pamoja, wanakuja kukuza talanta zao hapo, wanakuja kushowcase their talents, their traditions and their practices there. Then after there we will learn that although we come from different backgrounds and different traditions, we come together as a family. Kwa hivyo tutaendeleza umoja na tutakuja pamoja kama jamii kupitia utamaduni. Na kuna ule mtazamaji wangu ambaye uniuliza kila siku kwamba nitafanya nini nikuwe mtu ambaye anaweza kuongea hadharani wakati yupo jukwani bila ile kuwa na uoga, kama tulivyokuona ambavyo uliweza kupatiana ile performance ya kishujaa. Naam, tukizungumzia hiyo ni lazima ukuwe na ujasiri, alafu pia uweze kujiamini, upate hiyo ujasiri. Ukifika hapo mbele bila shaka utakuwa na uoga wote. Na kulingana na utamaduni kuna vyakula ambavyo wazazi wetu walikuwa wakivitumia na kuwawezesha kuboresha afya yao. Hivi unaona vyakula vya sasa hivi vina mchango ama vina madini ya kusaidia mwili sasa hivi? Vyakula vya sasa hivi na hizo nikasema vyakula vya hapo awali vilikuwa vinasaidia pakubwa sana. Vyakula ambavyo vilikuwa vinatumika na wazazi wetu vilikuwa vinasaidia sana afya yetu, sio kama vya Hiyo ndio imekuwa historia, si historia. Tupatane mengi siku ijayo. Rangu jina Theuri Peter.